watu wamekuja hapa siku 2-3 na wengine wanasema, wameanza kusema ati tumeona Azimio ama Raila Amolo Odinga ameamua anapeana cheo. Tena ndugu zangu wengine wakaendelea kusema shida yetu sisi sio wizara, na tulikuwa na mawaziri zamani wa ardhi. Nataka niwaambie, munaweza kuwa mulikuwa na mawaziri, lakini hawa mawaziri sio Hassan Joho, my friend. Wasikie hiyo. Wanaweza kuwa walikuwa hapo, lakini wao sio Joho. Mimi nawaambia leo, siogopi mtu, naogopa Mungu. Mimi ni mtu wa ukweli, na nawahakikishia yale ambaye hayakufanyika miaka yote. Siku nikiingia katika wizara ya ardhi hivi, yale ambaye hayakufanyika miaka yote yataanza kufanyika siku hiyo hiyo. Mimi ni Mkenya ambaye najiamini. Nikienda kwa meza nenda kama Mkenya kamili. Nikienda nenda kama mwakilishi kamili. Na mimi nitakwenda kama niko waziri, nitakaa kwa meza. Wakileta na leta. Wakipiga meza na piga meza. Wakileta diambo na leta diambo. Wakileta noma pia na waletea. Almuhimu, agenda ni moja. Kwa muhula unaokuja, hatuwezi tena kurudia siasa za mashamba katika jimbo letu la Pwani. Hatuwezi. Kama kuna mashamba, serikali itanunua na ipatie wananchi. Iko shida? Si wananunua kwa wengine? Serikali si iko na do? Kama waziri huwezi kujitetea ni wewe, lakini mimi najua kutafuta. Na mimi Raila ni baba, nikienda kumwambia baba leo utatoa do, atatoa. Si namna hiyo? Mimi naangalia, na jana nimeona watu wengine. Nimemwona kwanza William Ruto. Huyo lazima nimtaje kwa jina. Mimi ninavyojua sheria ya uongozi ama serikali, mtu akipewa zawadi, mimi kama gavana, ukija ofisini kwangu unipe zawadi ilopita shilingi 20,000, hiyo ni zawadi ya umma. Sasa wewe William Ruto umetangaza jana umepewa zawadi na Basil Criticals, ekari 2,500. Kama hujui sheria na kukumbusha hiyo, sasa kwa sababu ina thamani kubwa na umesema umepewa zawadi, inafaa iwe mali ya umma na urudishe kwa watu wataita Taveta haraka upesi. Na kama umesema sio zawadi, eleza wa Kenya umenunua namna gani na pesa imetoka wapi na imelipwa kwa mipango gani. And then you have the audacity, wewe una uso wa kuja kuambia watu wa Pwani ati wewe ndio suluhisho. Suluhisho kutoka wapi? Wewe ndio tabu yetu. Wewe ndio tabu yetu. Na mimi nataka niwaambie, kwa sababu unajua mimi nimeishi na hawa watu. Mimi nilizungumza mambo ya bandari. Mlisahau? Nikienda pale nikapambana na GSU kweli kweli. Lakini niliingia na nikasema ukweli na wala sijuti. Leo wewe William Ruto unataka kusema kuhusu bandari, wewe kwenda zako wewe. Utasema nini? Wewe uliniambia mimi ulisema huyu mtapeli hakusoma, hajui mambo ya bandari. Nikakwambia mimi nifundishe mambo ya mahindi. Pengine uwizi lakini si utake, lakini mambo ya bandari uwezi nifundisha. Si niliwaambia mimi? Halafu William Ruto huyu na watu wengine wamfuata. William Ruto is the Deputy President of the Republic of Kenya today. Haya mambo ambayo anasema kwa jukwaa. Naomi Shaban has been a minister. Amekuwa kwa cabinet. Yeye ana nafasi ya kupeleka katika cabinet. Haya yote ambayo anasema kwa majukwaa hapa haya. Tutapa mabilioni. Tuko na mipango ya kiuchumi. Hajawahi hata siku moja kuyazungumza cabinet. Where decisions have been made. Uamuzi unafanywa pale wa rasilimali, wa pesa, wa mipango ya kiserikali. Hata serikali, correct me if I'm wrong Naomi, serikali inaweza kukopa bila cabinet approval.
Huwezi serikali kukopa bila cabinet ipitishe. Na mkubwa hiyo cabinet ni Uhuru Kenyatta, naibu wake ni nani? William Ruto. Leo you think unaweza kutubeba ufala ati uje Mombasa na mpango wako haueleweki wa kiuchumi? Ati uje nimeona pale forum, hiyo naita gani, economic forum, amewapa watu waongee, alafu anambia hiyo sawa, hiyo nitafanya. Na wewe hiyo yako nitafanya. Haikumbuki hata alisema nini, anasema hiyo tu nitafanya. I want to remind all of us, na tukumbuke, these people ambaye wameenda pande hilo, wameenda kwa maslahi yao, lakini si ya wananchi. It cannot be. It can never be. Kwa sababu tumekuwa katika serikali, wao wamekuwa hapo. William Ruto has been the deputy president for 10 years. After sasa hivi naibu rais. Kija hapa anakuja na mali ya serikali. Alafu yeye ndio anakuwa na mdomo zaidi.